Hapa tumekuja kwenye mafunzo ya kufanya matengenezo ya barabara kwa kutumia vikundi, ambapo huu ni mpango maalum endelevu wa kiserikali, ambapo serikali imepanga kutengeneza zaidi ya kilomita 15,000, lakini kwa awamu ya kwanza tunaanza kutengeneza kilomita 7,000. Mpango huu utatumia vikundi vya watu wanaoishi maeneo ya zile barabara ambazo zitachaguliwa, na faida za mpango huu ni kwamba watu watapata income ya ziada pamoja na kuwa kuwa wanufaika na kuwa na ownership ya zile barabara. Kazi zitakazofanyika ni kazi za kawaida kama vile kufyeka nyasi, kurekebisha mitaro. Mwanzoni mpango ulikuwa washirikisha wananchi, lakini kwa sasa wananchi wanashirikisha kwa kwamba inapunguza logistic au bureaucracy ya kwamba kama kuna tatizo barabarani, mwananchi anampigia engineer wa TARURA. Sasa engineer wa TARURA kwa mfano kama sehemu iko ni vijijini, anachukua muda na gari na resources nyingi kwenda kufikia hiyo sehemu kufanya inspection na kutatua hilo tatizo. Lakini kama wananchi wenyewe wanaozunguka eneo hilo wanajua tatizo na tayari wamesha form vikundi ambavyo vimesajiliwa, ambavyo vimepewa hiyo kazi, ni rahisi wao kutatua changamoto. Kwa mfano kama mtu umeanguka barabarani, ni rahisi mwananchi anaenda na kufanya marekebisho ili barabara iwe inapitika kwa muda wote. Lengo haswa ni kufanya barabara zipitike muda wote, hasa wakati tunaelekea kwenye vipindi vya mvua, kwa sababu tunajua kwamba maji ni adui ya barabara. Lakini tukifanya matengenezo kwa uharaka kutumia wananchi ambao wanazunguka maeneo husika, itarahisisha na kufanya barabara zipitike kwa muda wote. Tutakaporudi kwenye wilaya zetu, tutaenda kufanya mambo ambayo tumefundishwa, hususan kuimplement vikundi. Vikundi lazima viwe vimeshaanzishwa na sasa tuko kwenye hatua nzuri, vikundi vimeshapatikana. Cha kwenda kufanya sasa hivi ni kwenda kujua barabara zile ambazo zitafanyiwa ukarabati, routine maintenance, ili ziweze kupitika kwa mwaka mzima. Lakini pia kwa wananchi ambao watakuwa wameunda vikundi, itakuwa ni fursa kwao kuomba hizi kazi. Ni kazi ambazo kiukweli zitawainua kiuchumi, lakini hatutegemei kwamba itakuwa ndo ajira yao ya moja kwa moja. Lazima wawe na shughuli nyingine ambazo zinawaingizia kipato ili waweze kufanya pia na hizi kazi za CBRA. Mfumo huu ni rahisi, na pia tutakavyorudi tutaenda kueleza jinsi ya kutumia mfumo huu. Tumeelekezwa kuanzia level ya kupata TIN number, kwenda PPRA kusajili, vyote hivi tumeelekezwa. Tukifika kule wilayani tutajua jinsi gani ya kuelekeza, tukishirikiana na MDSO na afisa manunuzi ili mchakato uweze kwenda kwa wakati. Sasa sisi kama TARURA kwa kushirikiana na TAMISEMI na kupitia maelekezo kutoka serikalini tumelianzisha hili, basi tukalifanikishe kwenye wilaya zetu. Jamani, hapa mlipo mmeona hii timu iliyoko hapa. Kuna mwakilishi wa Rais TARURA makao makuu yuko kwenye CBRA, lakini kuna mwakilishi wa kutoka TAMISEMI. Nadhani mnapata picha sasa, kumbe hili swala sio TARURA, hata katibu mkuu ambaye ndio bosi wetu wote hapa analifahamu. Kwa hiyo kila mmoja akatekeleze. Itakapotokea lijetekelezeka, wewe kama utaulizwa na TARURA, utaulizwa na bosi mkubwa, nani kakwamisha huyo? Na tuondoe notion kwamba mimi sijui sociologist, mimi sijui CDO, mimi si CDO. Sociologist yule anaweza kaja huko TARURA anaitwa sociologist, akienda kwa halmashauri anaitwa CDO, akitoka huko napo anaweza kaenda sehemu akaitwa community mobilizer. Hiyo ni title kutegemea na location uliyopo. Tafsiri yake ni kwamba wewe unaweza ukaja TARURA kwenye ile nafasi ambayo yupo yule mtu ambaye leo unasema huyu ukaambia sasa bwana, faili ile ambayo uliliandika wewe ndio hili hapa, ishughulikie.